Mzee Jongo ananyanyuliwa hewani na kubamizwa ukutani mpaka kifu na kiumbe chenye mabawa, yaani bundi mtu. Kucha ndefu za bundi mtu zinapasua kifua cha mlinzi Sospeta na kutoa utumbo nje mbele ya macho yangu. Nondo nene za chuma zinapindishwa kama plastiki wakati bundi mtu anapovamia nyumba kuiba. Na mwili wa tajiri Mtemi unakutwa umetobolewa matundu kama chujio baada ya kushambuliwa na bundi mtu wake mwenyewe. Lakini kabla hatujaanza mkasa huu mzito, naomba maoni yako kwenye comment. Unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi? Pia bonyeza neno subscribe ili kuwa mwanafamilia wetu. Okay, ushamaliza? Tuianze sasa simulizi yetu. Naitwa Juma, mlinzi wa usiku katika mtaa wa Keko Mwanga. Nilichokiona mwezi uliopita kimefuta ndoto zangu zote na kuniachia kiwewe cha maisha. Keko ilikuwa shwari mpaka alipohamia tajiri mmoja aitwaye Bwana Mtemi. Alifungua supermarket kubwa na kuanza kuuza vitu kwa bei rahisi ya kutupa. Watu walimshangilia, lakini sisi walinzi tulianza kuona maajabu. Kila siku inayokwenda kwa Mungu, lazima duka moja la jirani livunjwe au liibiwe, lakini la Mtemi linabaki salama hata kama hakuna mlinzi. Matukio ya kutisha yalianza usiku wa Ijumaa. Mzee Jongo, mlevi maarufu mtaani, alikuwa akirejea nyumbani saa 4 usiku akiimba nyimbo zake. Mimi nilikuwa nimejificha kichochoroni nikimwangalia. Ghafla, taa za barabarani zilianza kuzima na kuwaka. Pwa, pwa, pwa. Mzee Jongo alisimama, akahisi kitu. Ukimya mzito ulikawala. Mara alisikika akipiga kelele ya uchungu, "Mama yangu!" Nilipochungulia, niliona kivuli cheusi kirefu kimetua juu yake. Kilikuwa kinamnyanyua juu na kumbamiza ukutani kwa nguvu. Du! Kisha nikasikia sauti ya karr, kama msumeno unapita kwenye mfupa. Asubuhi yake Mzee Jongo alikutwa hana kichwa na mifuko yake ikiwa imetolewa nje, pesa zote zimechukuliwa. Siku 2 baadaye, balaa lilihamia kwa Mama Zai, mfanyabiashara wa vitenge. Alikuwa amefunga duka lake na kurudi nyumbani na mauzo ya siku. Akiwa anaoga bafuni nje, alisikia mabati ya nyumba yake yakipigwa na kitu kizito. Kudu! Kudu! Mama Zai alikimbia ndani na kujifungia, lakini kile kiumbe hakikuhitaji mlango. Kilitua dirishani. Nondo za dirisha zilipinda kama plastiki mbele ya nguvu zake. Mama Zai alipiga yowe, lakini majirani waliogopa kutoka. Kiumbe kile kiliingia ndani, kikamuinua Mama Zai kwa mkono mmoja, huku mkono mwingine ukifungua sanduku la pesa. Kilichukua milioni 3 zote. Kabla ya kuondoka, kilimpiga Mama Zai kofi moja zito lililomvunja taya na kumwacha nusu mfu. Hofu ilitanda mtaani kiasi kwamba hakuna aliyetoka nje, lakini mimi na mwenzangu Sospeta, kwa sababu ya njaa, tulilazimika kulinda. Usiku huo mvua ilinyesha. Tulijificha kwenye veranda ya duka la mangi. Ghafla tulisikia mabawa yakipiga angani, fupu fupu fupu. Tukaona kiumbe cha ajabu kitua juu ya nguzo ya umeme. Kilikuwa na umbo la mtu, lakini kichwa cha bundi mkubwa na mabawa marefu meusi. Macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto. Kile kiumbe kikaruka na kutua mbele ya duka la Mzee Yusuf. Kwa kucha zake ndefu kama visu, kilikata kufuli chet na kuingia ndani. Dakika chache kikatoka na mfuko wa rambo uliojaa pesa. Sospeta kwa ujasiri wa kijinga aliwasha tochi na kupiga kelele, "Wezi, simama!" Hilo lilikuwa kosa la mauti. Bundi mtu aligeuka, hakukimbia. Alitanua mabawa yake na kutoa mlio. Huu! Alimrukia Sospeta kwa kasi ya radi. Kucha zake zilizama kifuani mwa Sospeta na kumpasua papo hapo. Utumbo na damu viliruka usoni pangu. Sospeta hakuwahi hata kupiga kelele ya mwisho. Bundi yule aliniangalia mimi, akatoa mlio wa dharau, kisha akapaa na mfuko wa pesa. Je, anaenda wapi na pesa hizo? Na je, mimi Juma nitapona? Mwenzangu Sospeta ameuawa kikatili mbele ya macho yangu na bundi mtu ametoweka na pesa za wizi. Mwili wangu ulitetemeka, lakini hasira ilinizidi hofu. Niliamua lazima nijue huyu shetani anaishi wapi. Nilimfuatilia kwa mbali nikikimbia vichochoroni huku nikimtazama akiruka juu ya mapaa. Alielekea moja kwa moja kwenye nyumba ya kifahari ya Bwana Mtemi. Nilipanda juu ya mti mkubwa wa mwembe uliopakana na ukuta wa Mtemi. Niliona maajabu ambayo sitoyasahau. Mtemi alikuwa uani, amezungukwa na mishumaa myekundu.
Bundi mtu alitua mbele yake na kutupa ule mfuko wa pesa chini. Sauti yake ilikuwa nzito ikisema, "Bwana, nimeleta. Damu ya Sospeta inanuka mkononi mwangu." Mtemi alicheka kwa furaha. "Safi sana, kula ushibe." Mtemi aliburuta mbuzi mweusi na kumtupa mbele ya lile jini. Kwa sekunde chache nilishuhudia yule bundi mtu akimrarua mbuzi yule vipande vipande na kunywa damu yake kama maji. Ilikuwa ni kinyaa na hofu tupu. Wakati najaribu kushuka nikatoe taarifa, tawi nililokanyaga lilivunjika kwa kishindo. Paa! Mtemi alishtuka na kugeuka. "Kuna mtu, mkamate, asitoke hapa akiwa hai." Yule bundi mtu aliacha mzoga wa mbuzi, akageuka kunitazama. Macho yake yaling'aa kwa hasira. Alitanua mabawa na kuruka kuja mtini. Niliruka chini na kuanza kukimbia. Hii haikuwa mbio ya kawaida, ilikuwa mbio ya kifo. Nilisikia upepo wa mbawa zake nyuma yangu. Vuu! Nilipokata kona kuingia chochoro la kanisa, niliteleza na kuanguka. Bundi mtu alitua juu yangu. Kucha zake ziliniparura mgongoni, zikichana shati na ngozi. Maumivu yalikuwa makali kama moto. Alifungua mdomo wake kunigonga kichwani, lakini nilimpiga teke la tumboni na kujikokota. "Hutoki!" Sauti yake ilisikika ikigunguruma. Alinyanyua bawa lake kunimaliza, lakini ghafla taa za kanisa la jirani ziliwashwa kwa nguvu, maana kulikuwa na mkesha, na kwaya ikaanza kuimba kwa sauti ya juu. Mwanga ule na sauti za sifa zilionekana kumchoma kama tindikali. Bundi mtu alipiga kelele "Ah!" na kurudi nyuma, akapaa gizani kurudi kwa bosi wake kwa maumivu makali. Nilifikishwa kituo cha polisi nikiwa nimejaa damu. Polisi wa doria walipoziona jeraha zangu, waliamini maelezo yangu. Tulienda na Defender 3 mpaka kwa Mtemi. Tulivovunja mlango, ukimya ulitawala. Tulifuata alama za damu mpaka chumbani kwa Mtemi. Tulichokiona kilitufanya tutapike. Bwana Mtemi alikuwa amekufa, lakini hakufa kifo cha kawaida. Kichwa chake kilikuwa kimegeuzwa kuangalia mgongoni. Mwili wake ulikuwa umetobolewa matundu kama chujio. Inaonekana baada ya bundi mtu kushindwa kunila mimi na kuumizwa na ule mwanga wa kanisa, alirudi kwa hasira na kudai kafara ya haraka kutoka kwa bosi wake. Pesa zote alizoiba usiku huo zilikuwa zimetapakaa kitandani, zimeloa damu ya Mtemi mwenyewe. Ukutani kumeandikwa kwa damu, "Deni limelipwa." Huo ndio ukawa mwisho wa Mtemi na simulizi ya bundi mtu mtaani Keko. Duka la Mtemi limefungwa mpaka leo, na inasemekana ukipita pale usiku wa manane, bado unasikia sauti ya Mtemi akilia akiomba msamaha na kicheko cha bundi kikijibu,